marurume maya no marurume mairadimo kurere kanida marurume maya no marurume mairadimo kurere madena tuona gai dwa gai totika mamona twatorania no dieturadi nyatoki nyole agai maya no marurume kanida marurume maya no marurume mairadimo burere akue. Oh, hallelujah. Ati hapa tuko sio mahali tulianza, bado tunaenda mpaka tufike vile Bwana anataka. Yule mkubwa akajidharau, akataka ajiue, akaona hapana, nitaingia Bible school. Akaingia Bible school, udhamana wake ukaanza kuonekana, akaendelea, akaonekana hapana, dhamana yake ni kubwa kuliko Sunday school. Akawekwa kuwa mchungaji, akawekwa kuwa pastor, akawekwa kuwa presbyter, akawekwa kuwa district, akawekwa kuwa wa dunia yote. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, jua wewe ni wa dhamana na usiharibu udhamana wako. Yeremia ametuambia moyo huwa mdanganyifu sana kuliko viumbe vile vingine vyote. Ni nani awezaye kuchunguza moyo? Biblia imetuambia hakuna, ila mimi Jehova ni mimi nachunguza moyo wa mwanadamu na mhukumu kulingana na matendo yake. Amen. Huyo moyo leo ndio nanenea iweze kukudanganya ati wewe ni mtu wa kawaida. Wewe si mshirika wa kawaida. Wewe si pasta wa kawaida. Wewe si mtumishi wa kawaida. Wewe ni mtu wa dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa dhamana. Usione mtu kama anakuangalia hivi, wewe achana naye, songa mbele. Jua kuna mmoja anaitwa Jehova Mungu, anajua udhamana wako. Mume wangu anaweza kosa kutambua udhamana wako. Mimi naweza kosa kutambua udhamana wake. Hata unaweza pewa majina hata sokoni. Unaweza pewa majina hata na majirani. Unaweza pewa majina na kwa wakazi wako. Wachana nao. Lakini kuna Baba wetu wa mbinguni anajua wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ni mtu wa kushughulikiwa. Wewe ni mtu wa mbingu kufunguka kwa sababu yako. Oh, mtu wa dhamana. Bwana kubariki. Wewe si mtu wa kawaida. Hallelujah. Timotheo wa pili 20:21 na 22. 2 Timothy 2 verse 20 and 21 and 22. Timotheo wa pili 2:20 hadi 22. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 2 Timothy 20 verse 21 and 22. Imesema katika nyumba kubwa. Hata hii nyumba kubwa sio vitu ya dhamana yote. Kuna ingine ya udongo, kuna ingine ya nyasi, kuna ingine ya dhamana. Na mtu akitaka kuwa chombo cha dhamana, ajitakaze. Hallelujah. Katika kanisa la Masaba
tarehe hii, wewe jiweke kwa nafasi yako. Kwa sababu sasa kuanzia leo Mungu anataka abadilishe maisha yako. Na kuna mtu Mungu anabadilisha kuanzia leo. Kuna maisha hapa Jehova anabadilisha. Kuna jina inabadilika hapa. Na utaitwa mheshimiwa. Utaitwa uliyebarikiwa. Utaitwa uliyekubaliwa. Na utapitia mbele ya wakubwa. Utainuliwa kutoka utukufu hadi utukufu. Jehova amesema, pokea kuinuliwa kwako. Katika nyumba kubwa, sio vitu za dhamana tu ziko. Leo hii katika kanisa la Masaba tunatoa vitu za nyasi na za matope. Sisi tunabaki vitu za dhamana zilizoheshimiwa na Mungu. Vitu za dhamana ambayo Jehova anashughulikia. Vitu za dhamana inayotingiza mbingu. Bwana Yesu awabariki sana. Katika nyumba yote kubwa, Mungu ninakushukuru. Maana Masaba tumebaki watu wa dhamana. Naongelea watu wa dhamana, watu wa kuheshimiwa, watu waliodharauliwa na ukoo yao, lakini sasa wataitwa walioheshimiwa. Watu waliodharauliwa na majirani, lakini wanaitwa walioheshimiwa. Watu hawangekubalika, lakini wataitwa waliokubalika katika jina la Yesu. Hallelujah. Naona tunamaliza. Yesu ni Bwana. Isaya 43. Isaya 43. Mstari wa 4 hadi wa 6. Sisi ni watu wa dhamana. Tunza dhamana wako. Kuna mahali unaenda na kuna mahali unafika. Hallelujah. Hata kwa nyumba nimeona watu wa dhamana wameingia. Watu wa dhamana wapigiwa makofi. My friends wameingia. Wamekuta mama leo ndio hapo. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Haya, Isaya 43, 4, 5 and 6. Kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Yes. Nitaleta wazao wako toka mashariki. Yes. Nitakukusanya toka magharibi. Hallelujah. Nitaiambia kaskazini, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali. Yes. Na binti zangu kutoka misho ya dunia. Yes, hallelujah. Huyu ni Mungu anakuongelesha. Tunasema wewe ni mtu wa dhamana na utunze udhamana wako. Biblia imetuambia aje? Kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana kwangu, ni Mungu anasema, nitakutumia watu na kabila za watu kwa maisha yako. Usiogope. Ambia mwenzako wacha kuogopanga. Wacha kuogopanga. Wewe ni mtu wa dhamana. Wacha kuwa na hofu. Wewe ni mtu wa dhamana. Hallelujah. Woo! Bwana Yesu asifiwe. I love Jesus. Ati kama mimi ni mtu wa dhamana, kama nimekaa tu hivyo, Mungu ananitumia tu. Ananitumia tu mshirika, ananitumia tu rafiki, ananitumia wana wangu kama wamebeba. Mmekufa shauri yake tu. Ati amebeba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hata ikikufa nitaletewa simu ya dhamana. Amen. Hata hii imezeeka. Hallelujah. Mtu wa dhamana. Anashughulikiwa na Mungu. Mtu wa dhamana anaambia usiogope. Usiogope. Nitakutumanishia. Amen. Usiogope. Nitakutumanishia. Ni nini hiyo ulikuwa unaogopa? Hata hiyo deni, hiyo naona atakutumanishia. Hata hiyo school fees atakutumanishia. Hata hiyo chakula atakutumanishia. Watu wa dhamana wanakanyanga na furaha.
ametuimarishia, maana sisi ni watu wa dhamana. Anasema usiogope, niko pamoja nawe. Upitapo katika moto, kwa hiyo moto niko nawe. Upitapo kwenye maji mengi, kwa hiyo maji niko nawe. Utafaulu. Haijalishi ni namna gani, haijalishi serikali inasema, haijalishi wanadamu wanasema, bwana wewe ni mtu wa dhamana. Tunza udhamana wako. Hora bashaka rababuzai. Tunza udhamana wako. Hata hiyo kitu nasikia imekufinya, ambia Mungu, si ulisema mimi ni mtu wa dhamana.